mama. Mnafanyaje vitu hivyo kama hamuelewi? Huyo mtoto bado ni mdogo. Mnawezaje kumpeleka kwa waganga saizi wakati anatakiwa ende hospitali? Sawa, jadi mimi pia naziheshimu sana kwa sababu nimetokea huko. Lakini angalia na huyo mtoto jinsi alivyo mama. Huyo bado mdogo sana na kule kuna mambo mengi. Kuna masuala ya chanjo, sijui makinga au mweke hivi madawa na nini. Hapana, mtanaribia mtoto mama yangu. Hapana, mimi sikubaliana na hicho kitu bwana, mnakosea. Mpelekeni hospitali. Kama itashindikana ndio angalau sasa mkiona kuna hiyo uwezekano wa kwenda kwenye masuala hayo mitishamba sijui ya tiba na waganga, mpelekeni huko. Lakini saizi anzie hospitali, hamwezi kujua kuna nini. Mama akifa tutaonana wabaya. Akifa mimi sielewi chochote hapo. Sweetheart, vipi? Wife, imagine. Katoto bado kadogo, hakana hata wiki moja. Wanasema kamekakamaa sijui kanatoa macho, kamekata kauli ya kali, kafanya chochote. Wamekapeleka kwa waganga wa kienyeji. Sio nataka wanulie mtoto hawa tugombane saizi, mke wangu wana shida gani hawa? Wife ni kadogo mno. Kwa hali yake anatakiwa ende hospitali by the way kwa sababu watoto wana maradhi mengi ya utotoni. Sasa wao wanampeleka kwa waganga wakapewa machanjo huko mamila na majadi. Unataka nini mke wangu hawa lakini? I'm sorry. Amna, usijali. Nakuelewa. Naelewa unavyojisikia pia. Kwa hiyo sikiliza sweetheart. Haina hata haja ya kupanic. Huyo mtoto bado mdogo. Si ndio kwanza ametoka kujifungua sidhani hata kama wiki 2 au 3 zimepita. Kuumwa ni kawaida, yani ni kawaida sana. Sasa ninachotakiwa wao relax warudi hospitali. Wao ndio watawapa maelekezo, wafanyeje, watampima vipimo vyao, kama yuko sawa watawaruhusu. Kuliko hata hizo njia ambazo wanaenda kuzitumia sasa hivi. Jaribu tu kuongea nao watakuelewa. Sawa. Yancho kwani. Nipe. Atakuona sawa. Huo ndo wanaume sasa. Nipe yote mutamu nikupende wewe tu. Shikamoo mama. Marhaba, jambo. Wevai. Haina kuaje tena unachukua hizo hati bila ruhusa yangu wakati ulinikabidhi mimi? Kivipi? Kwa mama hizi hati zimekuwa za kwako. Kwamba nikija kuchukua nikwambie sasa mama anachukua hati. Mama, hizi hati za kwangu mimi na mume wangu. Nina mamlaka ya kuchukua muda wote saa yoyote. Nilikupa tu unihifadhie. Na uzuri ulipoziweka nilikuwa napajua. Kulikuwa kuna haja gani kukwambia? Hebu niambie. Unazipeleka wapi? Mama, mimi nimeona sina sababu ya kuendelea kuzificha hizi hati huko ndani. Nampelekea manyanya kae nazo kiusalama. Yaani kwamba sisi wenyewe tunaishi huko hati zinakaa chumba cha pili sijui zimefichwa wapi? Kwa nini wakati tunaaminiana? Kuna kipi ambacho tunatakiwa tufichane sasa hivi? Vai. Unampelekea hati manyanya? Yaani unakwenda kujichimbia shimo mwenyewe unajitumbukiza. Sasa nikwambie kitu ambacho sijakwambia. Manyanya alikuwa anazitaka hizo hati. Tena alikuwa anazitaka kwa udi na uvumba. Sasa umejiingiza mwenyewe. Unampelekea. Mwanangu, yule baba sasa atakwenda kufanya sherehe. Nakwambia. Kwa sababu mimi nina uhakika 100% hakupendi. Alichokuwa anakitaka ni hicho tu. Hizo hati ndio kitu ambacho alikuwa anakitaka. Ila alikuwa anashindwa tu kukwambia. Mimi mtu mzima, najua. Haya, peleka tu tuone. Hivi mama, wewe mbona unapenda ugomvi jamani? Mimi manyanya namjua. Namjua vizuri uzuri, tumesameheana, yeye mwenyewe naona kabisa amelizika. Hana makando kando, hana shida yoyote. Sasa kwa nini wewe mdau tu wewe kazi yako ni kuchichia tu ugomvi? Unapenda tu kuona tumegombana tu kuheka juu ndo unachofurahia wewe, si ndio? Mama, hebu achana nayo mama. Wewe cha kufanya subiria upate mizigo yako uondoke, ndo kilichobaki. Mimi na manyanya tunapendana.
utajisumbua. Wewe vai wewe. Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja Unipige picha nzuri. Nione. Jamani, hasa na picha gani hizi? Wewe unapigaje picha naweka kamera juu hivi? Haya sawa mama ST. Nataka nipige picha nzuri. Embo achana na picha kwanza. Nichukue video. Tayari? Tayari. Unachukua vizuri? Hello wateja wangu, leo na habari njema. Asanteni sana jamani kwa kuwa na mimi kuanzia mwaka jana nilivyoanzisha biashara yangu mpaka leo. Guys, hivi mnajua ile mwaka jana mlikuwa mnakuja dukani kwangu, mnanisupport, imeleta nini? Imeleta gari guys. Nimenunua kagari kangu hapa kuanzia. Asanteni sana jamani kwa support yenu. Na kitu kingine, nataka kuambia wasichana wenzangu, msiogope. Maisha bila kutegemea wanaume inawezekana. Mmeona hii gari ni pesa yangu. Sijaongwa na mwanaume na wala sijanunuliwa na mwanaume. Sawa guys, biashara zinalipa. Usikae tu nyumbani ukajibweteka. Tafuta kibiashara chako, jiwekeze kidogo kidogo, unaweza kununua gari kama nilivyonunua mimi. Hapa mwakani nina range. Sawa? Kwa guys, msikate tamaa. Jamani, maendeleo bila kuongwa inawezekana. Bye. Tayari? Hivi dati, unaposema ununua gari kumbe muongo, unisikia aibu? Kwa hiyo, unataka niwaambie kwamba nimepewa na kibabu au? Wewe vipi wewe? Maisha ni kufeki. Sawa dogo nipe kwanza hiyo simu nijipost. Haya bana. shule inayofunza Wanangu. Mama, bado uko macho? Nilikuwa nawasubiri. Pole. Asante. Usiku mwema sasa. Hapana, samahani. Nilikuwa naomba tuongee kidogo. Peke yangu au wote? Wote. Okay. Habari za huko kwanza? Salama, sijui umeshindaje hapa. Salama. Lakini wanangu jamani, nimeshinda siku nzima. Hata kuniuliza nimeshindaje, hata kunijulia hali, mpaka saa hizi kweli. Lakini hata hivyo hilo silo ambalo nimewaitia. Nimewaita, nataka kuaga. Kwa sababu kilichonileta mimi ni biashara zangu, lakini mzigo mpaka leo bado haujaingia. Na naona wenyewe mmenitenga, nimekuwa kama mzigo na mimi. Kwa hiyo nimeona bora tu niwaage, niende nikatafute hata lodge, nikae huko nikisubiria mzigo wangu. Mzigo ukifika, niende zangu. Hata na nyinyi pia niwape uhuru. Maana kutokana na hivi vitu ambavyo vimetokea hapa na nini, labda naweza kuwa ni kikwazo pia. Wenyewe mmeshaungana. Maana najiona nimekuwa kama mchawi kabisa kwenye ndoa ya watu. Yaani mchawi kabisa. Bora tu niwapishe wanangu. Mama. Wewe ndio kuongea hivyo kweli?
Wasiwasi ndo akili mama. Mama bwana. Kuna kitu mimi nakuelewa mama yangu. Sawa Lakini kwa ufupi tu ningeomba niseme jambo moja kwa niaba ya hii familia yetu, kwamba sisi bado tunakupenda sana na tunahitaji kuendelea kubaki na wewe. Sawa Hii hali ya kuungana kwetu na kuonekana kama tuko pamoja, tuko vizuri, nafikiri hichi ni kitu cha kawaida sana. Hata wewe nyumbani naamini mpaka leo hii uko hapo na baba, haikuwa safari ya mafanikio kila siku. Kuna muda mlikuwa mnakwaruzana, mnapishana, mnakaribia hata kutengana kabisa. Lakini kwa hekima yenu na mapenzi, mnasameheana, mnarudi na maisha yalikuwa yanaendelea. Kwa hiyo nafikiri hata sisi huo mfano pia unatugusa moja kwa moja. Kugombana kwetu kwa nyakati za hapa katikati haikuwa na maana kwamba ndio tunaachana kabisa. Na by the way sio juzi, hatujaanza kugombana juzi. Eti wife ni muda mrefu kabla hata haujaji. Tangu alipokuja mzee huko nyuma tulikuwa na crushing yetu mengi tu. Yaani mpaka nafikia tu unaweza kusema hili goma linaisha leo, wao wanaachana. Lakini no. Kuna muda tunasettle, tunavumiliana, tunaishi. Kwa hiyo hata hichi kwangu mimi nilikuwa nakielewa. Habari? Safi. Unaweza kaniwaisha Mbezi? Hapana, haiendi. Haiendi na abiria au? Dada, nimesha kwambia haiendi. Ushamaliza washikaji zangu wote na mimi nataka nimalize. Nataka unipeleke Mbezi shingapi? Sasa hivi nini? Nauliza bei shingapi? Mwisho wa siku tusije tukafika huko tukasumbuana. Naona boda wale mmeamka na visilani. Kwa hiyo unavyonifanyia hivi sasa mimi napandaje hatujakubaliana bei? Tukifika huko tusumbuane au? Kama uendi na wewe sema uendi. Nimeshakwambia panda kwenye pikipiki tuondoke. Halafu wewe mbona kama nakujua wewe? Wewe bado upo? Wewe unajua umeniua sio? Hiki ni chuma kingine mama. Alafu usichokijua mimi nyumbani kwetu nimeacha uchawi. Ndio nikaja kufanya kazi ya bodaboda huku. Alafu na bahati kinoma. Yaani ungekalia chuma moja kwa moja ningekupeleka ghetto. Tulikunyosha 8 siku ile. Leo nilikuwa nakunyosha mwenyewe. Kinachonishangaza sasa kwako dada. Wewe ni mrembo, mzuri. Kuna usitafute mume akakuoa, ukakaa ndani, ukapika ukapakua. Kuliko kujiingiza kwenye masuala ya kichawi. Mtoto mdogo na kuwa mchawi. Kwa nini? Sasa wewe unajifanya ni wabaliadi, mtuzu. Mimi ni wa Tabora, Unyamwezini kabisa asali ilikotoka. Labda usichokijua. Bifu langu mimi nayo halijaisha. Yaani kwanza ndo limeanza upya, bado bichi. Mama, kwenye mikono yangu utoki salama. Labda usichokijua. Kuna kuelekea sasa mimi na wewe na kwenda kukuoa. Unakuwa mke wangu kabisa wa ndoa. Na hakuna bodaboda yoyote atakaye kubeba katika huu mtaa au hichi kijiwe kwa sababu wote wanakujua wewe ni mchawi. Tena bonge moja la wizard. Si umeshamaliza wanangu wote hapa mtaani. Kijiwe nimeshamaliza wote, si ndio? Sasa mimi hapa ndo sikuogopi peke yangu. Tadili na wewe mwanzo mpaka mwisho. Au nikupelekee chuma sasa hivi nikuue na wewe? Nikuue sio?